Habarini za jioni. Leo tunalo somo la pekee katika mfululizo wa siku 10, na somo hili ni la 9, ikiwa limebaki somo moja mbele yetu, na somo hili lina kichwa kinachosema alama ya mnyama na maombi. Alama ya mnyama kwa mara ya kwanza imetajwa katika Ufunuo sura ya 13. Halafu mara ya pili ikatajwa na malaika yule wa tatu, ambayo ni Ufunuo sura ya 14 na ule mstari wa 9 hadi wa 12, maana ndio ujumbe wa yule malaika wa tatu. Wa kwanza ni mstari wa 6 na wa 7, wa pili ni mstari ule wa 8, alafu huyu wa tatu yeye ujumbe wake unaanzia mstari wa 9 mpaka wa 12. Baadaye Ufunuo ameendelea kutaja hiyo neno alama. Alama ya mnyama. Malaika huyu wa tatu yeye ana ujumbe wa onyo. Basi ujumbe wa onyo. Hebu tusome Ufunuo 14 mstari wa 9 hadi wa 12, alafu ndipo tufuatilie kwa nini yeye ana mzigo huo kama ujumbe aliotumwa kuutoa. Fungu la 9 linasema, Ufunuo 14, na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Fungu la 10, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele za malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Fungu la 11, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana la mchana wala usiku, hao wamsujuduyo huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Fungu la 12, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Asante. Hilo ndilo onyo. Hili onyo lina mambo mawili. Moja, linadhihirisha upendo wa Mungu kwa wakazi wa dunia. Kwa nini? Anatoa onyo mapema, tahadhari, watu wasipokee kitu gani? Kitu gani? Mbona msikiki watu wa Mungu? Watu wasipokee kitu gani? Alama ya mnyama. Yaani ni upendo wa Mungu kuwaambia wakazi wa dunia kwamba wasipokee alama ya nini? Ya mnyama. Ya mnyama. Ni kwa upendo wake ananionya mimi, anakuonya wewe. 2, anaeleza matokeo ya kupokea alama ya mnyama. Kwa hiyo ana ujumbe wa kuwaonya wakazi wa dunia. Sasa hii alama ya mnyama imetajwa kwa mara ya kwanza kwenye Ufunuo sura ya 13. Ufunuo sura ya 13 kuna mstari huu wa 16, wa 17, wa 18. Hebu soma hapa. Mstari wa 16, Ufunuo 13. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa,
watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. 17. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. 18. Hapa ndipo penye hekima, yeye aliyenakili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Ninaomba sasa msikilize vizuri. Chapa ama alama inaitwa ni ya mnyama. Tuko sawa? Ndio. Tunaenda vizuri? Ndio. Inaitwa ni ya nini? Ni ya mnyama. Ni ya mnyama. Chapa au nini? Alama. Kwa sababu mimi napenda watu wote waelewe ni kitu gani, kuliko kujikuta tunashawishika na kuelezea, maana ndio sisi hawa ambayo Mungu atawatumia. Na mimi ninapenda sana kuruhusu Biblia iseme, kwa sababu tutaitumia Biblia. Wakati Mungu anatoa ujumbe huu mwaka wa 81 mpaka 86 hapa, hakuwa anazungumza baadaye, kwa sababu kuna watu wametafsiri kwa Kilatini, Vicarious Fidei, wametafsiri kwa Kiunani, wametafsiri kwa Kibabeli, na wanapozidisha na wanapojumlisha wanaona 666, vice great of the Son of God, kwamba ni mwakilishi wa mwana wa Mungu. Lakini nisikilize vizuri, kwa sababu wakati Mungu anatoa ujumbe huu kwa watu hawa, alikuwa anazungumza nao wanaoelewa kabisa ni nini. Ni makosa kutumia ujumbe wa Biblia kwa kutafsiri wakati wangu bila kwenda wakati ule, kwa sababu msisahau, Mungu alimwambia andika unayoyaona, yaliyopo na yatakayokuja, uyapeleke kwa makanisa mangapi? 7, kuanzia Efeso mpaka Laodikia. Na ilikuwa ni makanisa yaliyokuwa katika jiografia ile ya Asia ile ndogo, kati ya kanisa na kanisa katika kilomita katika 60 ama 68, ni umbali wa kanisa kwenda kanisa. Kwa hiyo waliandikiwa wale, sio kwamba waliandikiwa tu watu wa karne ya 21, hapana. Ilikuwa ni ujumbe wa kanisa wakati ule, wakati huo, kwa sababu ni unabii unavuka kipindi chao mpaka kipindi chetu. Kwa hivyo ili uweze kujua maana yake ni nini, rudi mpaka wakati ule, ndipo uanze kutafsiri. Wakati ule hakuna hata upapa, hakuna hiyo habari Vicarious Fidei. Kwa hiyo kama ingelikuwa ni kwa wakati huo, basi hao wasingeelewa. Lakini alisema heri wasomao na wao wasikiao na kuyashika yaliyoandikwa wapi. Kwa hiyo kuelewa kwa wale ni kuelewa kwetu. Kwa hiyo hajaandika ujumbe eti miaka hiyo yote ni sifuri, eti unasubiriwa wakina Semba wakati wao. Ameandika wakati wa kanisa wakati ule, halafu ujumbe huo unasogea mpaka wakati wa mwisho. Sasa sikiliza kidogo. Biblia imeweka namna rahisi ya kuelewa, na ninaomba urudie tena mstari wa 17. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, isipokuwa anachapa chapa ile. Akaisemaje? yaani jina la mnyama yule. Yaani hiyo chapa ni nini kanisa? Ni jina. Chapa ni nini? Ni jina. Ni jina la nani? La mnyama yule. Msisiwe kusema tu ni jina. Chapa ama alama ni jina la mnyama yule. Sasa mnyama yule, ninyi si mjaja tu leo, huyo mnyama yule ni yupi anayetajwa?
Kwani Ufunuo 13 imetaja wanyama wangapi pale? Mmoja alitoka wapi? Baharini. Na wa pili anatoka wapi? Chicago. Huyu anayetajwa ni hesabu ya mnyama yule, jina la mnyama yule ni yupi katika hao wawili? Naam? Nyosha mkono basi, maana nasikia kama bahari imechafuka. Nyosha mkono nipatie nafasi. Naam, ni mnyama yupi katika wale wawili? Yule wa kwanza anayetokea wapi? Baharini. Kwa nini unafikiri ni wa kwanza na sio wa pili? Sasa sikiliza kidogo. Hebu soma mstari wa 12 uone. Kunachotusaidia tukubaliane naye kwamba ni yule wa kwanza, sio huyu wa pili. Soma mstari wa 12. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Uwezo wote wa mnyama yule wa ngapi? Wa kwanza. Wa kwanza. Halafu naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye. Umeona hii mission ya mnyama wa pili? Kazi ya mnyama wa pili aliyoajiriwa ni kufanyaje? Ni kuambia wakazi wa dunia wamsujudia kwake, maana alama na chapa ni hivyo, na jina ni la kwake. Kwa hiyo huyu ni kibarua anamfanyia, ni mtumishi wake, ndio kazi yake. Yaani katika kutenda kwake. Umechoka? Maiga. Akimalizia mstari wa 15 inaendelea kusema ya kwamba hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasio msujudu sanamu ya mnyama uwawe. Ngoja visoma vizuri hapo bwana. Wasiosujudu sanamu ya mnyama na kuwafanya hao wote wasio isujudu sanamu ya mnyama uwawe. Wote yani yeye ni kuhakikisha wote wanaanguka kwa yule sanamu ya mnyama. Wote wanakwenda kupata chapa ya mnyama. Ndio kazi yake. Na kwamba ndio tukasoma pale, yeyote asiyekuwa afanye nini? Auawe. Wadogo kwa wakubwa, tajiri kwa maskini, walio huru kwa sio huru. Yani ametaja umri, akataja hali ya kiuchumi, akataja hali ya uhuru, freedom, kwamba wako gerezani ama wako gerezani, ni watumishi ama wamejiajiri wenyewe, katika umri bila kujali umri, lakini atawashurutisha wote wamsujudie mnyama yule wa kwanza. Na sasa anasema wapokee chapa ama hesabu yake. Na ametueleza mstari wa 17, yaani kitu gani? Jina la yule nani? Mnyama. Nyama. Au hesabu ya jina lake. Au hesabu ya jina lake. Ndipo sasa, kabla hujaenda kwenye 666, maana usipoelewa haya lazima kule utachemka. Lazima tu ile 666 utatafuta namna nyingine ya kuungaunga. Lakini ungelisikiliza Biblia yenyewe na kueleza, imesema hivi, chapa ama hesabu yake ni kitu gani hicho? Ni kitu gani? Jina la yule mnyama. Jina la yule mnyama. Kwa hiyo unapozungumzia habari ya alama, unapozungumzia habari ya chapa, unapozungumzia habari ya hesabu, unazungumzia jina. Ni kama Ufunuo. Hebu nenda Ufunuo sura ya 7 usome mstari wa 3, wakati wanajibu lile swali kwa hawa wanaotiwa muhuri hawa. Hebu soma Ufunuo sura ile ya 7 mstari wa 3. Akasema, ndio, msiudhuru nchi wala bahari wala miti, sawa, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Watumwa wa Mungu wetu wanatiwa mihuri kwenye vipaji vya nyuso zao.
Tunasikia alama ya mnyama na inawekwa wapi? Kwenye paji, kwenye vipaji ama katika mkono? Kwenye mkono. Kwenye paji la uso ndio ubongo unaofanya maamuzi, forebrain. Nioge nisioge, niende kanisani nisiende, nile ama nisile, ni forebrain. Ndio lugha inayotumika paji la uso. Ina maana watu wafanye hiari yao wenyewe kusujudu. Na anatumia nini? Anatumia ishara kuwakosesha wakazi wa nini? Wa dunia. Na alafu jana tukaona kitu gani kingine? Kikombe cha mvinyo cha ghadhabu ya uasherati wake. Yaani mafundisho ya uongo, akiyawekea muhuri na miujiza ya uongo. Hivyo vitu viwili hivyo vitakosesha wanadamu, wanajikuta wanamsujudu joka. Na msisahau wakati tunasoma mnyama wa kwanza alipewa mambo matatu: moja, uwezo; mbili, kiti cha nini? Cha enzi; tatu, nguvu nyingi. Halafu tukasoma hivi, wakazi wote wa dunia wakastaajabu, wakamsujudia nani? Umeona sifuri? Umeona tunapopata sifuri mchana kweupe? Walimsujudia mnyama joka. Maiga, hebu soma, wasomee vizuri mstari ule wa 4, maana hatuhitaji kunani hapa. Walipomwona yule mnyama walimsujudia mnyama, wasujudia nani? Hebu soma Ufunuo 13. Hata Maiga naye akumbuke. Ufunuo 13, hebu soma mstari ule wa 4. Na soma mstari wa 5, sio wa 4. Soma mstari wa 5. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 40. Neno mstari wa 4. Mstari wa 4. Wakamsujudi yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Walimsujudu mnyama joka. Walimsujudu nani? Kanisa. Joka. Kwa hiyo wakati huyu mnyama wa pili anaambia wamsujudie yule mnyama na sanamu yake, yule mnyama naye sio anayepokea ibada. Yule mnyama yeye yuko pale, lakini anayepokea ibada ni nani? Ni joka. Ni joka, kwa sababu vyote hivyo ni vya joka. Vyote ni vya joka, vyote ni vya shetani. Ndio maana unaona mnyororo wa yeye amejificha, lakini ndiye anayechukua ibada. Watu wanapomwabudu mnyama, kumbe inaenda kwa joka. Watu wanapoambiwa msujudu mnyama, kumbe wanaenda kwa joka. Na hivyo wanaposikia wenye alama ya mnyama ama hesabu ya jina lake. Sasa tulikuwa tumerudi hapa ili tulikuwa tuko kwenye Ufunuo sura ya 7 mstari wa 3. Watumwa wa Mungu wapokee wapi? Kwenye paji la uso. Wapokee kitu gani? Muhuri. Ili usibabaike, muhuri ni nini? Ni rahisi kusema ni Sabato. Shida ya kukaririshwa. Isikilize Biblia. Nenda Ufunuo 14. Inaeleza huo muhuri ni nini waliowekewa kwenye paji la uso. Ufunuo 14 mstari wa 1. Kwa sababu hao 144,000 ndio waliowekewa muhuri kwenye paji. Sasa sikiliza wanaposoma. Wanasomaje hapa? Kisha nikaona na tazama, ndio huyo mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, ndio wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Unaona lugha aliyotumia hapo? Amesema wameandikwa muhuri? Hapana. Wameandikwa nini kwenye paji la uso? Jina lake. Kwenye Ufunuo 7 mstari wa 3 walisema ni nini? Muhuri. Walisema muhuri. Kwenye Ufunuo 14 anasema ni kitu gani hicho? Jina lake. Jina la Mungu. Unaweza ukaketi. Sabato inakujaje hapa? Wakati Biblia inasema muhuri watakaowekewa watakatifu wa Bwana ni jina la nani?
Na ndio maana usipoijua Biblia, unapomfundisha mwingine, unamweleza muhuri ni Sabato, anakuuliza unasoma wapi? Unaanza kusema viko vitabu. Viko vitabu Kwani unasoma? Si umeniambia kwenye Biblia? Ni sawa na watu ambao wanasoma leo kwenye Ufunuo 12 mstari wa 17, joka akamkasirikia mwanamke akaenda afanye vita na wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Akitoka hapo anakupeleka Ufunuo 19 mstari wa 10, wenye ushuhuda wa Yesu. Maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Sasa unamuuliza roho ya unabii ndio nini? Anakueleza maandiko ya N.G. White. Sifuri. N.G. White amekuja miaka 1800 na Yohana anaambiwa habari hizo kwenye karne ya kwanza. Yaani Mungu leo alete ushuhuda wa Yesu eti uje usubiri mpaka aje N.G. White? Ni utapia mlo. Ushuhuda wa Yesu, lakini amehitaji yeye mwenyewe kwenye Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa kwanza, ameita yeye mwenyewe. Hebu soma usikie. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu aonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Unasikia? Akamwonyesha mtumwa wake nani? Yohana. Soma mstari wa 4. Mstari wa 4 unasema Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Neema na iwe kwenu na amani. Ndio zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja. Na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Paka ngapi? Ni mstari wa 4 huo? Ndio. Oje, hebu soma mstari wa 2. Kuna kitu unachokitafuta hapo na ni sura ya kwanza. Hebu soma mstari wa 2. Aliyeshuhudia neno la Mungu. Aliyeshuhudia neno la Mungu. Na ushuhuda wa Yesu Kristo. Na ushuhuda wa Yesu Kristo. Yaani mambo yote aliyoyaona. Umesikia alichotafsiri ushuhuda wa Yesu ni nini? Kwa nini tunakimbilia N.G. White? Ameita yeye mwenyewe ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo mangapi? Yote ambayo ameyaona, yaliyofunuliwa, aliyoyaleta malaika Gabrieli akiwa msikizi wa Patmo. Anazungumzia neno la Mungu, habari njema za yeye yuaja upesi. Ameita ni ushuhuda wa Yesu nani? Halafu sisi tunasema maandiko ya N.G. White kwa vile yanaitwa roho ya unabii. Kwa hiyo anaposema wenye ushuhuda wa Yesu, amesema hivi: heri asomaye na wao wasikiao maneno ya unabii wa kitabu hiki na kuyashika. Hayo ndio ushuhuda, pamoja na neno la Mungu yote tangu ameyafunua kwa Musa. Hayo yamewekwa wazi, kwa maana wakati karibu. Kwa hiyo anaposema ninawekea muhuri watumwa wa Mungu kwenye paji la uso, haitakuwa alama ya kuonekana kwa macho. Amesema huo muhuri ni jina la nani? Lake na la Baba. Ndivyo ilivyo kadhalika na chapa ya mnyama, sio alama, sio chanjo ya uviko, wala sio habari ya kichipo wanaweka kwenye mwili. Waadventista ni watu wanaojua Biblia. Wasaidieni watu wajue ni jina la nani? La Mungu. Kama hatakuwa na jina la Mungu, tutakuwa na jina la mnyama. Kinyang'anyiro kiko hapo. Sasa kwenye jina kuna nini? Maana tunaangalia kwa nini malaika anasema wanaokupokea alama ya mnyama. Ndipo anasema hesabu yake ni 660 na ngapi? Na 6. Sasa nisikilizeni watu wa Mungu, ninarudia kusema lugha hii. Yohana hajaandika kutumia hizo symbols, hizo alama mbalimbali kutoka hewani. Zina historia kwenye Agano la Kale.
Wakati anasema 666 ni kama ambavyo amekuzia, anasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Anaporudia anasitiza the holiness of God, Mungu alivyo na uadilifu, usafi usio na dhambi. Akirejea katika swala hilo anamaanisha kusisitiza. 666 ni msisitizo katika lugha ya Kiunani ilivyoandikwa, na ambavyo ukokotoaji unaofanyika leo ni tofauti kabisa. Lakini anachokieleza hapo ni hivi, hesabu ya yule mnyama ni 6 6 6. Kwa nini? Anaipambanisha na namba moja muhimu kwenye Biblia, 7. Sikiliza vizuri, uumbaji wote haukuitwa umekamilika katika siku ya 6, ila siku ya 7. Anachokuletea mezani Yohana akiambiwa na malaika Gabrieli ni hivi, jina la huyu mnyama tutakuja kuona baadaye halikukamilika, limepungua sifa. Ndiyo hesabu yake imepungua, wakati ya Mungu imekamilika. 7 hii iko chini. 666 lugha yake katika exegesis, uchimbuzi wa hilo neno na historia yake haina, usingangane kupiga mahesabu vicarious free day. Anachokueleza ni kwamba amepimwa kwenye mzani, amepungua. Amen. Kama angelitumia lugha ya Agano la Kale ya Kiebrania akakuletea wakati ule wa Danieli sura ya 5, mene peres na tekeli, angekuletea lugha hiyo. Lakini maana yake ni kwamba walijua 666 maana yake imepungua. Sasa kwa nini chapa ama muhuri? Kwa sababu vyote havionekani kwa macho, vinaenda kwenye paji la uso, kwa maana watu wafanyie maamuzi kwa ishara na miujiza ya uongo. Ndio ile Ufunuo 16 mstari wa 13 na 14, roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura ziendazo kufanya ishara na kudanganya mataifa, kinywa cha joka, kinywa cha mnyama na kinywa cha nabii wa uongo. Marekani ina kofia mbili, ina ushawishi wa kisiasa, ina ushawishi wa kidini. Kama nchi ya Kiprotestanti inayoanguka, ndiyo inayoleta ishara hizo na maajabu, inatajwa kwa namna hiyo. Na nikawaeleza hivi, hata hii miujiza ya kuigiza hii imeanzia Marekani. Na anasema Ufunuo 13 atafanya ishara mpaka moto ufanyeje? Ushuke. Na hakuna cha moto, ni ovyo, hakuna chochote hapo. Tukiwa primary zamani, wale wana mazingaombwe walikuwa wanatuambia ingieni kwa hela, halafu leta majani, wanatoa vibiriti, njiti za kiberiti, wanaweka kwenye ganda la kiberiti, wanazungumza maneno, wanakoroga, halafu analeta mmoja wetu, njoo wanafunzi primary, fungua, unakuta ni noti za shilingi 10 za kijani za wakati ule. Mpaka tunashangaa kweli. Lakini miaka ilipoenda, nilipokuwa Mwadventista na kuelewa, ndipo nikajua kumbe ni muongo. Kama ingelikuwa wana uwezo wa kutengeneza noti kwa majani ya miti, kwa nini walitaka tuingie kwa viingilio? Kumbe zile zilikuwa ni feki. Hela halisi ni za kwetu tulizoingia nazo. Hizi ni feki. Na ndivyo anavyofanya Ibilisi. Inaitwa miujiza ya uongo. Na ndio maana watu ambao wanawashwashwa na miujiza na ishara hawatasimama tunakoenda. Maana Yesu alisema sio wote wanitao Bwana Bwana, ile Mathayo 7 mstari ule wa 20 wa 19 hadi 21 hadi 23, anaeleza watakao, anaeleza mstari wa 22, watasema wengi wataniambia siku ile, fanya miujiza kwa jina lako, toa pepo kwa jina lako,
Yaani alafu Yesu anasema ondokeni kwangu, sikuwajua ninyi kamwe mtendao maovu. Lakini walifanya miujiza, walifanya ishara na maajabu. Yaani dini ya kweli haijengwi kwenye miujiza, inatakaswa na neno la nani? La Mungu. La Mungu. Yaani wewe usisubiri miujiza, maana Mungu ameruhusu ibilisi kuigiza. Ndio maana Biblia haitambui habari ya msukule. Hizi habari unasikia mtu alikufa kule juzi nikaona kwa taifa hili na roho mtu fulani kiongozi mmoja anasema alikuwa ulimuzika yule kijana, baada ya miaka kadhaa sasa amepatikana. Nikasema ona hawa. Ibilisi hawezi. Lakini kwa nini wanaona ni ile kijana? Ni kwa nini sisi tuliona ni noti? Kwa sababu ya ile admission fee. Tulipoingia kwa hiyo kiingilio, tukawa chini ya nguvu ya udanganyifu. Na ndio maana wale wanaosema ni kupake dawa umuone yuko hapo pembeni, hata kama akikwambia leta tu mtama, leta tu sijui kitu gani, hicho ni kiingilio cha kuwa chini ya udanganyifu. Na lazima utaona hayo maruweruwe. Ndio maana Biblia tusaidie kujua ya kwamba wanaokufa makaburi ni nyumba zao, hata nini milele hawatazuka. Huo ndio udanganyifu wake. Kwa hiyo anaweza ukaona moto unashuka, hakuna cha moto. Ibilisi hawezi kuumba moto, wala hata mchanga hawezi, ila kwa sababu ya ule utukufu alio nao anajibadilisha namna hiyo. Anajibadilisha, unaona ni basi na taa zinawaka na injini inaunguruma, unafikiri ni basi inapita, ni ibilisi mwenyewe. Ndio maana wanaosema wao tulienda kule chini ya bahari tukawakuta wakina fulani, usiwategee masikio, wako chini ya udanganyifu. Ibilisi anaandaa mazingira kama wa rangi, wanapaka mpaka unadhani kuna upande wa pili, kumbe kuna ukuta. Ibilisi anapiga rangi kila kitu, mpaka wanakwenda wanafikiri walikuwa chini ya bahari. Hawajawahi kwenda chini ya bahari, wako chini ya udanganyifu. Hayo yote ni kutuandaa kwa ishara na miujiza kuingia kwenye chapa. Maana yake kukubali jina lake. Jina lina mambo makubwa manne. Toka wakati Yohana anaandika habari hizo, muhuri ama jina lilikuwa na mambo manne pekee. Moja, ilikuwa ni kufanya kitu kiwe halisia. Nisikilize vizuri, genuineness. Na ndio maana waniweka alama ama chapa ama muhuri kuonyesha hii barua sio feki, ni genuine, imetoka ofisi husika. Ilikuwa kazi ya chapa ama alama ama muhuri. Kazi ya pili, wakiweka hivyo walikuwa wanaonyesha umiliki, ownership, kwamba ukiweka alama hii ni Asemba. Na ndio maana wanakoeleza alama kwa mifugo wanaelewa. Ukiweka alama kwenye sikio la namna hii ama kwenye paja la ng'ombe, wanajua wao ng'ombe ni wa fulani. Alama tangu zamani waliweka kuonyesha umiliki, ni mali ya nani, ownership, na zilikuwa zinatembea kwa jina lake. Tatu, alama ya mnyama ilikuwa inamaanisha, nisikilizeni vizuri, wakati Yohana anaandika habari hiyo, alama ama chapa ama muhuri. Moja, nimesema nini? Naam, uhalisia, genuineness. Mbili, nikasema nini? Umiliki. Tatu, ilimaanisha tabia, character. Ndio maana unaona wale watumwa wa Bwana wana tabia, jina lake. Ukisikia jina la Mungu manake tabia. Wakati Mungu anamwambia Musa anamwambia nionyeshe tafadhali jina lako, Mungu alimwambia nitakuficha kwenye mwamba, nitalitangaza jina la Bwana. Ukienda Kutoka 34 sasa anapotangaza, sikiliza alichosema: Bwana, Bwana Mungu mwenye mwingi wa
si mwepesi wa. Hapo anatangaza nini? Tabia. Lakini kwenye 33 Kutoka alisema nitalitangaza jina langu. Anapotoka 34 anaanza kueleza tabia. Unaposikia muhuri jina la Mungu, maana yake tabia yake. Watakaokolewa wana tabia yake, watakaopotea wana tabia ya mnyama. Ndiyo maana ya kazi hiyo. Kwa hiyo anachoonya malaika yule watatu, anatuonya tusichukue tabia ya njoka. Na tunaipataje tabia yake? Ndio ametueleza hapa, ndipo penye subira na nini ya watakatifu wazishikao amri za nani na imani ya nani. Yesu aliamini nini? Aliishi kitu gani? Ndio maana anatoa changamoto kwenye Luka 18 mstari wa 10, atakapokuja mwana wa Adam, je, ataiona imani duniani? Faithfulness, kumtegemea Bwana, dependability yetu, tunamtegemeaje Bwana? Yani imani kwa Mungu, yani uko tayari kutii imradi Mungu amesema. Hao ndio watakatifu, wanamtii, wanamtegemea, wanamwamini, hawaogopi chochote imradi amesema. Na Yesu alisema watu hawataishi kwa mkate, ila wataishi kwa neno la nani? La Mungu. Kwa hiyo ujumbe wa malaika watatu unatuonya. Unaposikia mtu asipokea alama ya mnyama, maana yake tuishi kwa neno, tukatii neno, tumwamini alichosema na ukweli wake, tutapokea tabia ya Mungu. Na hilo ndilo jina linalotulinda. Siku ile tulisoma hapa Injili ya Yohana kwamba Yesu aliwalinda wanafunzi wake kwa kutumia jina la nani? Jina la Mungu. Kwenye ile sura ya 17 Yohana mstari wa 11 na mstari wa 12, na akasema, Baba, kwa jina lako ulionipa uwalinde hawa. Hatulindwi na malaika, tunalindwa kwa jina la Mungu. Ndio maana kwenye paji la uso, kwa maana yake itakuwa ni kwa hiari yetu wenyewe kuwa na tabia ya Mungu, mtu afanye ridhaa yake mwenyewe. Hii kuendelea kutokuwa waaminifu kwa Mungu, tutajikuta tumepokea tabia ya mnyama. Sikilizeni watu wa Mungu, kuruhusu maisha ya kutokuwa waaminifu kwa Mungu na kudhani ni udhaifu. Mungu anajua sisi ni wadhaifu, atatuokoa kwa rehema yake. Huku mipango ya kuendelea kwenye udhaifu ndio imejaa kwenye ramani yangu. Ni hatari sana, kwa sababu Biblia inatueleza lazima tuwe na muhuri wa Mungu. Hao Biblia inasema watamshinda joka. Ufunuo 12 mstari wa 11 unasema nao wakamshinda kwa neno, kwa damu ya mwanakondoo. Hawakupenda maisha yao hata kufa. Watamshinda. Kama tunashindwa kuwa waaminifu, ni kwa sababu tunaogopa kufa. Tukiwa waaminifu tutafungwa. Kuna uaminifu utakao tupeleka jela. Kuna uaminifu utakao tukosesha chakula. Maana umeamua kuwa mwaminifu ukakosa chakula kwa sababu ya uaminifu. Umekuwa mwaminifu ukafukuzwa nyumbani. Umekuwa mwaminifu ukapata haya na haya. Biblia inasema wakamshinda kwa neno na kwa damu ya mwanakondoo. Hawakupenda maisha yao hata kufa. Ndio maana Yesu alisema, kasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Wapendwa, hatujaitwa kuwa waaminifu
kwa kufanya kitu Mungu atufanyie. Hata tunapotiana moyo kuwa waaminifu katika sabato ya Bwana, sio kwamba tukitunza sabato sasa tutapokea mambo 1, 2, 3. Hapana, hatuambiwi tuwe waaminifu katika zaka na sadaka eti Mungu sasa atakuza biashara zetu, atatufanya tupate ajira na kupanda vyeo na kuwa na afya njema. Sio tafsiri ya Biblia. Ametuambia tuwe waaminifu hata kufa. Na hatuambii wasichana wawe waaminifu mpaka waolewe. Hatuna hilo fungu. Tumeambiwa tuwe waaminifu hata kufa. Uaminifu kuna gharama ya kifo. Na hatuwezi kwenda mbinguni bila tabia yake. Na ndio maana ametueleza wako waaminifu wa Bwana waliouawa wakakatwa, lakini wakasimama baadaye. Soma hili fungu la mwisho, Ufunuo sura ya 20 mstari wa 4. Angalia watu kwa siku ile, ufuo wa kwanza. Kisha nikaona viti vya enzi. Wakaketi juu yake. Nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Unasikia lugha hiyo? Waliokatwa kwa ajili ya ushuhuda wa nani? Wa Yesu. Wanakatwa wakiwa na muhuri wa nani? Yaani atuwekewe muhuri wa Mungu ili tusikatwe na mfumo wa kidunia unaokuja. Hapana. Muhuri wa Mungu unatufanya tustahimili na bado tuendelee kuwa washindi. Amen. Ndio maana hao wanaonekana wakiwa waliuawa. Sisi leo kuwa na muhuri wa Mungu ni kutoguswa, tusiende jela, tusifukuzwe kazi, tuneemeke biashara. Sio tafsiri ya neno la Bwana. Muhuri wa Mungu ni kutufanya kuwa na tabia yake. Gerezani tuwe nayo kama Yusufu, kwenye shimo la simba tuwe na hiyo tabia. Amen. Tukichomwa moto kama John Hasi na Jerome, tunakufa tukiwa nayo. Ndio maana sala zetu hatuombi Mungu badilisha hali ya hewa. Maana yake Bwana tusaidie tuwe waaminifu katikati ya dhoruba. Amen. Hiyo ndio maombi haya tunayohitaji leo, ya kubaki kuwa waaminifu. Waliokatwa nini, msomaji? Wamekatwa nini? Wamekatwa vichwa vyao. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya neno la Mungu na hao washuhudiao yule wasiomsujudu yule mnyama. Wale wasiosujudu yule mnyama wako watakaouawa. Wana muhuri wa Mungu lakini wanauawa. Tunakokwenda huku mbele, kifo kiko mbele ya waaminifu. Sasa kama hali ni shwari namna hii, hatuwezi kuwa waaminifu. Kwa sababu ya ugonjwa tunaenda kwa wapiga ramli, kwa sababu ya biashara tunaenda kupiga ramli, kwa sababu yani kama maisha haya ya kawaida haya hatuwezi kuwa waaminifu. Tunaotaje ndoto za wapi hizo? Ndio maana nikawaambia siku ile, unapoomba unasafiri kwenda Tanga, usiombe Mungu ondoa ajali mbele. Hata waliokufa wenzetu wa Kristo waaminifu nao waliomba na bado walipata ajali na tukawazika. Ondoa mawazo ya kusema wewe zamu yako ya kupata ajali ya gari haijafika. Ondoa mawazo ya wafuga minyoo hayo, usije ukafa kibudu. Tunapojikabidhi kwa Bwana kwa safari, maana yake changamoto zoko huko mbele, Bwana sisi nitoe mkononi mwako. Amen. Niwaze mapenzi yako, niwe mwaminifu tunaposafiri. Sio kwamba Mungu afagie barabara, ajali zote pangua, mtumishi wako sasa nasafiri. Wewe utazidiana nini na wale ambao wanatafuta tiketi nikatie katikati hapo kwenye basi? Ukimuuliza kwa nini? Uko mbele ikigongana. Kwa hiyo anamuogopa dereva kule mbele katikati. Na huku nyuma hasemi itamrusha, ikibamizwa huku nyuma. Kwa maana anasema yeye akiwa ndani ya basi katikati anajiona ni mjanja atakayepona. Walioko mbele yake ni marehemu na walioko nyuma ni marehemu. Wewe una akili ya kukwepa kifo kweli? Kifo kinachukua mtoto tumboni na kinaacha mama akiwa mzima. Unapoenda kulala usiombe Mungu unilinde na majambazi, unifanye hiki na kile. Watu wa Mungu wamewahi kuvamiwa ama wavamiwa? Wanavamiwa ama wavamiwi?
Wanaibiwa ama hawaibiwi? Wanaibiwa. Mwezi wa 7 na mimi niliwahi kuibiwa, na wakati wananiibia nimepambana na uviko. Maana hata kugeuka kitandani unabidi uyasubiri mapafu yapate nguvu. Nasikia kuku kwenye banda koko usiku. Nikajikaza nikanyanyuka, nikatoa pazia. Ninakuta kijana mmoja amejazia kuku wangu. Huku ni kuku, huku ni kuku. Unajua siwezi kutembea wala kufanya nini. Nilisema tu neno moja ambalo nitaka nimpe kama zawadi. Nitaka nimkumbushe yeye ni mwizi. Nilimwambia wewe ni mwizi. Hakuna jingine niliyozungumza. Sasa useme inakuaje kwa mtu wa Mungu wakija watawanyike mara 7? Siku ikikutokea unasema Mungu uko wapi? Umemwachaje mtumishi wa Bwana mpaka nyumba yangu imepata shoti ya umeme? Waliokatwa shingo kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Amen. Halafu na watu gani tena wamesemaje hapo? Malizia tu hilo fungu. Sema wala sanamu yake. Hawakusujudu wala sanamu yake hawakuisujudia. Wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao. Hawajawahi pokea chapa yake mikono yao, wala katika mikono yao. Nao wakawa hai. Wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Yesu atakapokuja mara ya pili, waaminifu wake watafufuka. Hapo wanatajwa wale waliokataa kwa sababu ya imani, wakatoa maisha yao madhabahuni. Kristo anatutaka tuishi kwa mambo mawili. Tuwe watumwa wake kama ng'ombe wanaokokota jembe kwa ajili ya wokovu wa wengine. Lakini wakati huo amesema toeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai. Baada ya kazi hii, kuna wakati mwenye ng'ombe atamtoa ng'ombe katika sherehe. Usiseme Mungu wangu uko wapi, anapokuruhusu uwekwe madhabahuni. Na ndio maana katika lile muhuri ule, katika muhuri wa 5 ule, muhuri wa 5 na muhuri wa 5 kwenye ile Ufunuo sura ya 6 anasema nikaona roho zao waliochinjwa katika madhabahu, wakasema Mola, hata lini kutolipiza kisasi damu ya watu wake? Alafu jibu la Mungu likasema tulizeni, maana hesabu haijatimia, wako watakao kufa kama ninyi pia. Uende usome uone sura ya 6. Na hatujui ni nani atakayeitwa awe mwaminifu wakati anasingiziwa anaenda gerezani. Lakini sisi hapa tukisikia kesho ndio hukumu, watu wa Mungu Kikuyu tufunge. Na tunafunga kwa ajili ya nini? Mungu batilisha kesi. Na mnafunga hapa wote, alafu kesho miaka 30 jela. Ndio mnajiuliza hivi hakuna mtu mwenye imani aliyeomba? Hatuombi ili Mungu abatilishe kesi. Tunaomba Mungu mfanye mtumishi wako awe mwaminifu katikati ya dhoruba. Ndio maana kama mtu ameombwa, anaumwa, amelala hospitalini Benjamin ama General, hatuendi kuomba wakati ugonjwa ni mkubwa na Mungu inua mtumishi wako, kazi yako inamungoja. Wewe si useme tu nataka kuishi. Kwa nini unajibanza hapo kwenye kazi ya Mungu? Alikwambia ukifa wewe kazi yake itakufa. Kuna watu wa Mungu wengi wamekufa na kazi yake inafanyaje? Kazi yetu ni kuambia Bwana, katikati ya ugonjwa huu aliopo, iwe ni pressure, iwe ni saratani, iwe ni uviko, iwe ni nini, imani yake isijitenge nawe. Maana Ukristo umeshinda kaburi na mauti. Hii ndio anasema wakawa hai, wakatawala pamoja na nani? Na Kristo miaka 1000. Kwa hiyo sisi siku zote tunapozungumzia tangazo, onyo, ni upendo wa Mungu. Kinachotafutwa kwangu na wewe kuwa waaminifu kwa neno la Bwana. Kadri unavyokuwa mwaminifu kila siku, unajiweka maeneo ya kupokea muhuri wake. Kadiri unapokuwa huku tofauti, usi mwaminifu, hata kama unaitunza Sabato. Ukweli ni huu wapendwa, anatafuta uaminifu mkamilifu, na Mungu atatupigania na tutatawala pamoja na Kristo.
Amen. Sisi kesi yetu sio kusema kuna mateso ya mnyama, watatembea juu ya misumari wakiwa peku, watarazwa, wakatachunwa ngozi wakiwa nini. Yaani hayo yasikuhangaishe. Walio kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo hawatasujudu. Amen. Usihangaike sana kubakiza jina lako kwenye kitabu cha ushirika cha Kikuyu, lakini kile cha mbinguni haupo. Ni hasara. Ni wale tu walio kwenye kitabu cha Kikuyu na bado wako kwenye kitabu cha uzima cha mwana, hao utafanya utakachofanya hawatasujudu. Tumepewa onyo, na hili onyo linarudi kwetu: iweni waaminifu hata kufa, atatupatia taji. Wakati huo tuwatie moyo wenzetu, wajue kuendelea kupuuzia neno la Bwana watajiweka katika upande wa kupokea jina la mnyama, mamlaka yake, na watapotea. Kwa hiyo Mungu atujalie tunapokwenda kupiga magoti jioni ya leo, zungumza kile ambacho unaweza kuzungumza na Mungu, na baada ya dakika mbili tutapata ombi. Mzee wa kanisa Michese yuko hapa, ataomba baada ya dakika mbili. Patie tu microphone, tutapiga magoti. Baada ya dakika mbili omba kile ambacho wewe unaona kusema na Mungu wako. Hicho sema pamoja na Mungu, sema tu na Mungu dakika mbili, na baada ya hapo mzee wa kanisa atakuwa anahitimisha kwa sala. Asante Baba mtakatifu uishie juu mbinguni, tunashukuru sana kwa nafasi ambayo umetupatia muda wa siku 10 kwa ajili ya kuleta shida zetu kwako. Mipango yote ya hili juma ni wewe ndio ulioipanga. Kwa kupitia watumishi wako umetupatia nafasi pia ya sisi kuhudhuria ili kujifunza namna ambavyo utakabiliana na ushindi, ili Yesu utakapokuja tukulaki mawinguni. Wana na binti zako wamepiga magoti wakinyenyekea chini ya kiti chako cha rehema, tukihitaji msamaha wa dhambi. Na tunapokuwa tunasamehewa Bwana, pia tunahitaji utakaso ili tuweze kuwa watakatifu na tutende kazi yako sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba sana juu ya watumishi wako wanaoonyesha uaminifu wa kufanya kazi yako katika mazingira ya aina yoyote. Bwana, endelea kuwasimamia, lolote litokalo na litakalotokea litokee kwa mapenzi yako Bwana. Lakini pia tunashukuru kwa mchungaji Semba. Ratiba uliompa ya kuja Kikuyu imekuwa ni faraja na fahari kwetu. Mbariki pamoja na familia yake. Endelea kumtumia, umsimamie na asimamie katika kweli, ili kweli iweze kusambaa na watu wako waweze kukufahamu kupitia mafundisho haya. Washiriki wako wote katika kanisa la Kikuyu na makanisa mengine, tunahitaji msamaha wako. Tunao udhaifu mkubwa, tunayo hofu, tumekuwa tukikosea hata namna ya kutenda kazi yako, lakini pia hata namna ya kukuomba tu Bwana imekuwa ni shida. Lakini tunaomba utukumbushe ili tufanye yale unayoyahitaji katika maisha yetu. Tayari Yesu ulishakufa msalabani na damu yako ipo kwa ajili yetu. Hebu tuendelee kuitumia na kututakasa tufae. Jioni ya leo ifanye jioni ya pekee. Kila mmoja anayetoka hapa aondoke amepokea mabadiliko. Na hayo mabadiliko tutakayopata Bwana, mabadiliko ya kiroho, tuwe washujaa. Tunapolitangaza jina lako tulitangaze kwa ushujaa na ushindi. Bwana, sasa tumefika mwisho katika siku ya leo, lakini bado kuna watu wana hofu na wasiwasi juu ya mafundisho haya katika siku hizi za mwisho. Tupatie ujasiri. Lolote litakalotokea kwa mtu wako litokee kwa sababu wewe umependa, na ujasiri huo usimame, na siku Yesu utakapokuja umkute akiwa tayari kwa ajili ya kukulaki mawinguni. Jioni hii tunatawanyika nasi, kila mmoja akitafakari ujio wako, akitafakari kifo chako pale msalabani, akitafakari namna atakavyo
kutumia wewe ili aweze kushinda na kukabiliana na yote atakayotokea katika maisha yake. Bwana, bariki viongozi wa kanisa hili na viongozi wa kanisa la Adventista Sabato kote ulimwenguni. Lakini pia familia zetu tunaziweka mikononi mwako. Kila mmoja mwenye familia na ambao bado wana mipango ya kupata familia pia tunaweka mikononi mwako. Tengenezee familia bora, tupatie malezi bora ili Yesu tuweze kukuwakilisha vyema katika ulimwengu huu wa dhambi. Tunanyamaza kimya tukishukuru sana kwa sababu unatupa upendeleo wa pekee, na tutaendelea kuliinua jina lako na kuonyesha shukrani zetu kwa sababu tayari ulishamaliza kazi. Imebaki kwetu sisi kukubali kufuata wewe yale ulio tuandalia. Tunaomba Yesu utawale na utuongoze katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awabariki. Kesho ni somo la mwisho na ni somo muhimu sana, watu wa Mungu, masalia na maombi. Kesho, kwa nini Waadventista wa Sabato wanaitwa waliosalia? Kwa nini? Nini kinafanya wasiwe kama madhehebu yoyote ya Kikristo? Kwa nini? Kuna gepu gani kati yetu na madhehebu yoyote ya Kikristo? Tusifikiri kwamba tuko karibu sana, ni mbali kabisa. Nini kinafanya wawe maalum? Na umaalumu huu unamaanisha nini? Kesho njoo uone kwa nini Seventh Day Adventist Church is a remnant church. Ni kanisa la unabii wa Biblia wakati wa mwisho na hakuna jingine. Watu wengi hawaelewi kwa nini. Kwa nini Mwadventista ndiye pekee aliyeitwa wakati wa mwisho kwa special message. Laiti tukijua hili. Kesho ni siku ya mwisho na ina kliki hapo. Watu wa Mungu, waliosalia na maombi. Bwana atujalie na Mungu awabariki.